Ah, watu wengi wanafikiri bahari ni mahali pa utulivu tu, lakini kuna wakati bahari huficha siri ambazo hazipaswi kuonekana na macho ya mwanadamu. Karibu kwenye sehemu ya 5 ya simulizi yetu, Nilipendana na Jini wa Baharini. Usiku ule karibu na ufukwe wa Mbezi Beach, upepo ulikuwa mkali zaidi kuliko kawaida. Mawimbi yaligonga ufukwe kwa sauti nzito. Juma na Salimu walikuwa bado wamejificha nyuma ya mashua iliyokuwa imeegeshwa karibu na mchanga. Salimu alikuwa anatetemeka kidogo na kusema, "Bro, hii si sehemu ya kawaida." Lakini Juma alikuwa bado anatazama mbele. Mbele yao Amani na Nura walikuwa wanatembea polepole kando ya ufukwe. Amani alikuwa akicheka na kusema, "Unajua nini Nura? Siku hizi hata usingizi wangu umekuwa mzuri." Nura akamwangalia kwa tabasamu tulivu na kumuuliza, "Kwa sababu gani?" Amani akasema kwa utani, "Kwa sababu najua nikifumba macho kesho usiku nitakuona tena." Nura alitabasamu, lakini macho yake yalionekana kuwa na huzuni kidogo. Wakati huo huo, Juma alishusha macho yake tena kwenye mchanga na aliona kitu kilichomfanya moyo wake kupiga haraka. Bado kulikuwa na alama za miguu ya Amani pekee, hakukuwa na alama za miguu za Nura. Salimu akashika mkono wa Juma kwa hofu, kisha akasema, "Bro, huyu msichana si wa kawaida." Juma akasema kwa sauti ya chini, "Tulia kwanza." Lakini ghafla bahari ilianza kuwa na mawimbi makubwa zaidi. Upepo ulivuma kwa nguvu sana, na mbali kidogo ndani ya maji kitu kikubwa sana kilianza kuonekana. Mwanzoni kilikuwa kama kivuli tu juu ya maji, lakini polepole kivuli kile kilianza kusogea karibu na ufukwe. Salimu akashika pumzi, kisha akasema, "Bro, unakiona kile?" Juma hakujibu, alikuwa anatazama tu. Kivuli kile kilikuwa kikubwa kuliko mtu na kilionekana kusogea juu ya maji polepole. Lakini Amani hakuona chochote, alikuwa bado anaongea na Nura. Kisha akamwita Nura. "Nura," alisema kwa sauti ya karibu sana, "nahisi kama nakupenda sana." Nura alinyamaza kwa sekunde chache, kisha akasema kwa sauti ya chini, "Amani, kuna mambo kuhusu mimi bado huyajui." Amani akacheka, kisha akasema, "Basi utanisimulia polepole." Lakini kabla Nura hajajibu, ghafla aligeuka kuangalia bahari. Uso wake ukabadilika ghafla, kulikuwa na hofu machoni pake. Kivuli kile sasa kilikuwa karibu zaidi na ufukwe, na sauti nzito ilisikika kutoka kwenye maji, sauti ya kutisha sana. Salimu alitetemeka. "Mungu wangu, hiko ni nini?" Juma akasema kwa sauti ya hofu, "Ndugu yangu Salimu, hatupaswi kuwa hapa tena." Lakini kitu cha ajabu zaidi kilitokea. Nura aligeuka ghafla, akaangalia moja kwa moja mahali ambapo Juma na Salimu walikuwa wamejificha, kana kwamba aliwaona. Alafu akasema kwa sauti tulivu lakini yenye nguvu, "Amani, rafiki zako wako hapa." Amani akashangaa, "Rafiki zangu kina nani?" Juma na Salimu wakashtuka sana. "Bro, yule demu ametuona." Lakini kabla hawajakimbia, kivuli kile kikubwa kilichokuwa baharini kilitoa sauti nzito sana, na kwa sekunde chache kitu kikubwa sana kilichomo ndani ya maji kilionekana juu ya mawimbi. Lakini cha ajabu, Amani, yote yanatokea haya yeye hakuona kwa sababu alikuwa bize sana na Nura. Nura baada ya kukiona kile kiumbe akamwambia Amani, "Tafadhali Amani, naomba ondoke haraka sana eneo hili." Amani akataka kuoji,
lakini Nura akamsisitiza, naomba uondoke haraka sana. Amani akubisha tena, aliamua kuondoka. Juma aliona macho mawili makubwa yakimulika gizani, na hapo ndipo woga uliwapanda wote. Kisha akasema, Salimu, kimbia! Juma alipiga kelele kwa sauti ya chini. Walianza kukimbia kwa kasi kutoka ufukweni, lakini kabla hawajafika mbali, Salimu aligeuka nyuma kwa sekunde moja tu, na alichokiona kilimfanya moyo wake kusimama. Aliona Nura alikuwa amesimama pale pale akilitazama lile kiumbe baharini bila hofu, kana kwamba analijua. Usisahau kucomment, kusubscribe, like na kushare.